Good evening. Shokorawa Nairofi was arrested yesterday, and the complainant, and now Shokora, in the morning at Wetedi police station, they agreed to solve the issue by themselves. So they solved the issue under the watch of the OCS Wetedi, under the watch of the complainant and some of us, people of interest on this case. So wakati tulimaliza na mzee akasema alipwe pesa yake before alipwe damage ambayo alikuwa anaitisha, simu zikaanza kuingia. And the OCS of Wetedi called me akaniambia the case haitaendelea hapa. The head of DCI Juja ametumana because simu zimepigwa kutoka juu, hiyo kesi isiishie Wetedi iende Juja kwa DCI. So tukatoka tukangoja DCI wafike na Subaru, wakakuja na Subaru wakachukua very friendly DCI. They came, tukawaelezea what is going on, they understood and they said hii ni kesi kidogo, tutamaliza haraka sana kama mshakubaliana. Tukafika huko Juja. Kufika Juja, mzee na kijana yake ambao walikuwa wamekorofishana na Shokorawa Nairofi akaulizwa, have you agreed to settle this issue? There's an article, I think Article 159 2 of C on the Constitution of Kenya. It allows people to agree and solve their issues. Kama ni kesi kidogo kidogo, which was it? Ilikuwa kesi kidogo sana. So after mzee amekubali, mzee akatumiwa 25,000 Kenya shillings za damage. Sijui simu ilipotea, hakuenda kazi siku mbili, na kuna pesa ambayo alikuwa ameitishwa mahali ambapo hakutaja, but your guess is well as mine. So tukamaliza hiyo story na mzee akatumiwa do. So the DCI wa Juja wakatuambia the issue is well sorted and we are done. By the way, congratulations to those men. You really acted in a way that you understand the situation and then you uphold the solution done and well and good. Mkubwa wa DCI akakuja, huyo madam. Madam tu ako tu hapo. You know, the most irritating part about this madam, amefika anajifanya hajui story. Na niye ametuweka kutoka asubuhi mpaka jioni. Alafu huyu madam wakati amesema mzee, let me take you back. Wakati story iliisha, let me take you back. Kuna mahali nimeruka. Wakati tulimaliza tukasema madam ni atakuja kumaliza hii story, madam alienda akajifungia na complainant 2 hours kwa room, wakakaa 2 hours bila kutoka. Wakati walitoka, the first thing walifanya, Shokora walishikwa tena, wakaenda wakachukuliwa vidole, wakaenda wakadikiwa OB ingine ya robbery with violence. Alright? Alafu mzee akaachiliwa, akaenda na kijana yake, Shokora wakaekwa ndani ya police station. Now from the DCI, now to police cell. So sisi tulikuwa tumeondoka kwa sababu kesi ilikuwa imeisha. So the wife to Shokora called me again akaniambia wameshika Shokora tena na Shokora ako ndani. Wakati nimekuja sasa nikapatana na huyu mkubwa wa DCI, nikamwelezea I was here and I was one of the people who had an interest on this case, kama mzee yule ambaye alikuwa na kesi na interest juu ya mtoto wake, and I'm representing Shokora. I want to know what happened mpaka ikafika saa hizi mzee ako free, ameenda na tulimaliza kesi na akapatiwa pesa yake, and then the guy mwenye alilipa hiyo pesa mumemweka ndani tena. So the mkubwa wa polisi tena huwa DCI akasema kuna pesa sisi tumechukua huku. Nikamwambia sio wewe, the issue have already been sorted. I don't know what you have been discussing, but can you call the mzee back so we know what is happening on? So wakapigia mzee akakuja, mzee akaulizwa. Now we had the DCI wa ule asubuhi, na sasa huyu mkubwa wa DCI na mimi na mzee akaulizwa, ulitumiwa pesa? Nilitumiwa pesa. Do you have any complaint about huyo jamaa mwenye alikutumia pesa? Hapana.
So I asked the mkubwa wa DCI, now you see, the mzee is not the complainant. Yet, now Shukura is ako kwa cell, na ameandikiwa robbery with violence, alright? Na mnasema kesho anapelekwa kotini. I would love to know who is the complainant. Do you know what that madam did? Huyo mkubwa wa DCI. Huyo mkubwa wa DCI ametuma kibaraka wake, huyo mdogo mwingine alikuwa hapo DCI, akamtuma akamwambia, enda unichukulie bag zangu na unichukulie funguo zangu za gari, ukuje unidrop nyumbani, na alafu mchukue funguo za gari ya huyo kijana anaitwa Deno. Deno ni Shukura Nairobi. Funguo zikachukuliwa. Nikauliza huyu jamaa, mbona unachukua funguo za gari? Offense ya funguo za gari ni gani na hizi funguo ziko na funguo ya nyumba? Akasema madamu ameitisha. Akamwambia sawa, kama madamu ameitisha mpelekee. The guy went, locked the office ya madam. Madam akajifanya ameenda hivyo, and madam akaenda na funguo za gari ya Shukura Nairobi. Funguo ambazo ziko na funguo ya nyumba, mahali ambapo bibi ya Shukura Nairobi anastahili kulala na mtoto wake. Now the woman who is receiving orders or maybe doing her job ameenda kulala, amechukua funguo za mwanamke mwenzake, na mtoto wa mwanamke mwenzake hawana mahali pa kulala, na huyo mama ako nje lakini yako sawa. Tuamkiane asubuhi. Congratulations. Now, who is the complainant? If mzee is not the complainant, who is behind all this case? Kama hii kesi iliisha, na kama mzee ni yeye complainant, alright, tupatane kotini. Kama Deno ako na makosa, sheria ifuate mkondo. Lakini mambo tumemaliza story, alafu tena mnazileta tena, and then rumors have it all. Whoever is behind this or whatever is happening, it will come to the broad light. Now, the intimidations will not work. And we need justice. Free Shukura wa Nairobi. Shukura wa Nairobi aachiriwe mbio sana. Na kama akona makosa ashtakiwe na tujue ni nani amemshtaki na kwa nini. Any other thing ni kakara na drama ambazo we are not going to buy at this particular moment. We are not going to allow that. Kesho asubuhi Juja Police Station, hapo ndiyo Shukura Nairobi yako. Tupatane hapo asubuhi.